Mungu anaandaa watu kuwa watu sahihi kwa ajili yake. Mungu akitaka kukupa wito, Mungu akupe wito kwanza. Mungu anakutengeneza moyo first, then Mungu anaanza kuidentify alichokupa ndani yako. Watu wa Bwana, anakiacha kikae huko ndani mpaka umeanza kuelewana. Na ndio maana itafika sehemu utakuja kugundua ni mtu mkubwa, sio kwa sababu ya ukubwa wa hela, ni ukubwa kwa sababu Mungu amekudestina destiny kubwa na wewe. Watu wa Bwana, become a giant is not about how much you aim watu kwenye dunia, it's how much Mungu amekaa kwenye moyo wako, namna moyo wako unaweza ukazuia mambo mengi yasiingie huko ndani. You can control yourself. Watu wa Bwana, and you're supposed to live long, usife haraka, because you protect moyo wako. Unajua why watu hawamuoni Mungu kwenye maisha yao, especially watu mlio nao karibu? Ni kwa sababu mioyo yenu haijajiandaa hivyo. Ndio maana kazini mtu akikuuzi unamlipua. Watu wafahamu kama umeokoka au umeokolewa. They don't know. Unaweza kuambia wewe nitakunyoosha na mbinguni unizuii. Nisikilize watu wa Bwana. Biblia inasema moyo wa pole kama nini? Kama njia. Upole unajulikana nini? Na watu wote. Wewe ni mpole. Nikisema upole simaanishi kwamba ndio mtu akikosea unabidi ukusangilie umuite umkaripia. This is wrong. But kuna lugha za kutumia za kumkaripia mtu. You're a Christian. Wewe kile unachozungumza kina reputation ya Mungu ndani yako. Kila ukimwambia mtu kitu anamjaji Mungu wako akujaji wewe. Unajiandaa na wokovu. Maana yake ni kwamba kila unachokifanya mbingu zinakusupport kama unachokifanya au ukikaripia mtu. Kwa sababu Mungu anafahamu wewe ni mtumishi wa huyo mtu, wewe ni kiongozi wake. Biblia inawafundisha watumwa watii kama kwa tii kwa kutetemeka. Yaani maana yake bosi wako ukimwona bila utetemeke. According to the Bible. Sasa imagine where you are the boss and you are the top, kwa sababu nyinyi mtakuwa, hata kama utaki wewe utatuacha sisi tutakuwa top. Do you understand? Tutakuwa your boss. Very important. Mungu aliumba kuwa boss somewhere. Sasa hata kwa kazini kwako umeajiriwa na watu. Je, how do you communicate? Mtu akikuuzi, mtu akikuibia, kama tunaiba sadaka, ndio biashara kwa sibe. Nyamnaelewa nachokisema. Makanisa mengi wanaohesabu sadaka huwa wanavaa nguo za mfuko. Mjendelewe bado. Biggest churches wale wanajua, wale washazitembelea wanafahamu. Kuna makanisa ukienda kuhesabu, wewe ukiwa unahesabu sadaka, nguo zako hazina mifuko. Haziruhusiwi kuwa na mfuko. Imagine kanisa aliamini watu kiasi hicho. Kwa sababu lina experience ya wizi. Watu kwenye sadaka anahesabu na ngine anakunja anaweka. Anahifadhi anakunja anaweka. Sio unaelewa ninachosema. Kwenye biashara yako sio atakuibia wewe. Anaweza akakuiba na wewe. Kwa sababu kuna mtu unakuta mdada ni mwizi kwenye ofisi. Akiona unataka kumsingua anakuchukua hata na boss. Unasema utania, haujawahi kuona mtu ameibiwa na secretary? Ameibiwa sio na nani? Anaibiwa na yeye, anachukuliwa. Ili aweze kumanage finance vizuri, inabidi mchukue na yule ambaye ni top. Unaweka chini. Hata ukikosea hakuchukui kwa sababu anakupenda. Hakuna kama mtu anapenda bosi wake. Huyo mtu anachukua ili make sure hakuna kumkemea kwenye hiyo ofisi. Wote anawawiki kupitia bosi. Touch her uone. Eti mimi nampenda bosi wangu. Hakuna. Ogopa mtu akikupenda kwenye ofisi. Ndio maana Benin anasema hata anakuwa kihuduma alimtafuta bibi ndio akawa secretary. Bibi. Utake mchezo. Yaani unahitaji hata kuangalia macho mambo ya kiroho hapo. Unamchukua bibi unaweka ofisini, unamwambia bibi mkaa hapo. Ndio unisaidie vitu vyangu. Hii ni alisema Benin anasema nilichukua bibi nikamweka ofisini ndio akawa secretary wangu. Mambo ya level sitaki hapa. Paka naweza nikaibiwa mimi na vikaibiwa vitu, maana wote tunaibiwa hapa ofisini. Aliyookoka sio guarantee. Mwizi tu. Mwizi ni tabia ambayo imejengwa ndani. Pascal anaona kwa mwizi. Inamaanisha kwamba
But hakuna mtu anayemfollow Kristo akawa mwizi. Hakuna. Kuzaliwa mara pili ni tofauti na kumfollow Kristo. Unakuja unazaliwa kwanza, then unaanza kufuata. Anasema unaokana nafsi yako, unautwika msalaba wako, unaanza kumfuata. Are we together? Maana kukana nafsi ni nini? Kila kitu unaweza kama unakipenda but ukitaki for Christ. Uizi ni mzuri, I can make money but sitaki Jesus name. Hii inamaanisha katika ulimwengu wa roho Wakristo wengi wanachotesa nini? Kwa sababu mioyo yao haijajiandaa. Wanafikiri Ukristo unakuja kanisani. Unaweza kukua ndani ya kanisa ukashinda kukua ndani ya Kristo. Unaweza kuwa famous kanisani usiwe famous kwa Bwana Yesu. Let me tell you, most of people that are famous in church, but katika ulimwengu wa roho they are nothing. They don't have power. Nataka ukaandae moyo wako for the future. Tumeanza kunielewa watu wa Bwana. Umeanza kunielewa watu wa Bwana. Kwa sababu watu wengi wanafanya biashara, watu wengi wanafanya kazi. Kuna siku mtakutana na habari ambazo the only thing inachobaki kusurvive ni Yesu. Yaani anaweza akakusaidia hapo ni Mungu. Na moyo wako hilo jambo limeshahiti hadi moyo wako, kiasi kwamba hauwezi hata kuamini kwamba Jesus is able. How many times umepitia kitu ukiambia Mungu ni unaweza, you don't feel it. Moyo umejaza kuna treasure tofauti na Mungu. Tofauti na Mungu. Najaribu kuonewa uchungu au kwa wengine utungu ndani Wakristo wengi. Kwa nini? Kwa sababu I know most of Christians that watafeli financial kwa sosiano la Mungu. Wengi watafeli financial. Nisikilize. Hakuna watu wanafeki maisha kama Wakristo. Especially lokole. Kwa Yesu kuna kila kitu. What do you have? Yaani tangu niokoke nina furaha. Ukimwangalia hata furaha. Huo ni uongo. Unahitaji kutamka chote mpaka watu wakifika wana experience Yesu kwenye maisha yako. When you speak, when you talk, ukizungumza wanamwesikia. Ukikaa mahali hata fikra zako tunagundua huyu mtu amemjazwa Yesu. Watu wa Bwana. Ni kwa sababu hujapata opportunity ya kukosea, tu maana usitudanganye hapa. Wokovu. Tangu Yesu nimempata, mambo yangu yanaenda hivi. Yako wapi ya mambo? Tell us. Ukichunguza hakuna hata moja linaloenda. Moja haikai, mbili haikai kwenye maisha yake. But kuna watu kikao ukiwaangalia hivi unawaadmire. Unagundua wanampenda Kristo, they don't shout. Maisha yao yana shout. Their spiritual life ina shout. Let me tell you, hakuna nguvu unaweza ukaipata kama hujaamua kuishi right. Acha kufeki Ukristo. Ukristo sio faking, ni real. Jesus sio fake. So yule picha unaweka nyumbani kwako yule jamaa mwenye nywele ndefu. Hakuna Yesu pale. Yesu sio yule msalaba unaweka nyumbani kwako. Are we together? Hazina ya moyo wako. Tunataka tukikusikia hata ukiongea na simu, how you talk, how you behave, how you deal with things. Nisikilize, wewe moyo unaona kwa hivyo unasema tu kuna siku utagandaa, unaanza kupata vitu ambavyo hueleweki. Unaanza kupata attack mbaya. Kwa sababu gani? Umefika level fulani ya kimaisha, unahitaji utulivu na utulivu hauna. Ndio maana Yesu anakuandaa for the future. Anakupa amani ipitayo fahamu zote. Yaani maana yake anasema ile wa Filipi 4:7 inasemaje? Na amani ya Kristo ipitayo fahamu zote itahifadhi nia zenu, your plan, your business and everything ndani yake. Yaani maana yake amani ipitayo fahamu zote. Yaani maana yake kila mtu akitaka kubiti hiyo amani hafanikiwi. Maana yake it's a calmness, atmosphere ambayo haiwi destroyed na lolote. Let me tell you. Prepare moyo wako. Ondoa errors. This is the moment. Anza kushughulika na hazina. Anza kushughulika na vinavyo control maisha yako. Vile ambavyo unataka kufanya ufanye vile unavyotaka. Yaani unapanga ratiba leo, kesho umeirisha. Ikishakuwa tu ya Mungu ndio haina maana. Nisikilizeni watu wa Bwana. Mimi ninawaambia ukweli. Siwaambii kwa sababu nataka niwaone. I don't care. Sasa mmekutana na mtu ambaye hajali sana. Yani man of, yani like
Nikitangaza kitu aje mtu mmoja, unahubiriwa kama uko 10. Sio unachokisema watu wa Bwana. Yaani maana yake I don't care. What I care is you to grow and know God and love God and focus on God. Hiyo sura yako sio muhimu kama moyo wako. Nisikilize watu wa Bwana. Kuna siku nitashindwa kukusaidia kwa sababu kunisikia leo hapa. Kuna siku utaharibu moyo wako. Kukusaidia inabidi tukuweke rehab mwezi mzima. Kwa sababu kuna watu wameharibu mioyo kiasi kwamba unataka kumwambia akae ofisini mwezi mzima. Hata uje chumba asitoke. Ila kasi kunamsaidia kutokea pale. Imagine tunawaambia watu acheni uuni. Mtu aelewe. Analala na watu 10, 21. Raha. Ukishamaliza raha, ukianza kuseto sasa. Moyo uko hyper. Kuna vitu siwezi kuongea hapa. But let me tell you. Ukiwafuata hao watu, awe mdada mkaka, ukimwambia, "Wewe umeshakuwa na wanaume wangapi?" Akapa 20. Kuna nilikutana mtu mmoja ana miaka 18. Ana wanaume, ananiambia mimi nimetembea na wanaume 30. Miaka 18. Ukifika 30. Nikamwambia inawezekanaje? Yaani mimi nilibidi nikae ni kama mtumishi wa Mungu nikae tufanye kikao. Inawezekanaje? Kwa sababu unapiga kwa mwaka mmoja. Afa nakwambia, it was funny but now moyo wangu unaumia. Sasa mtu anamna hiyo unafikiri unaweza ukamwambia tu, ukamwekea mkono ukamwambia kwa jina la Yesu umepona. Kuna kuchomoa vitu vingi hapo. Kuondoa kila kitu na kumjaza Yesu hapo. It's a process. Sasa nakutana na mtu ananiambia, hii ni roho ya tamaa. Kwa jina la Yesu you are delivered. Nenda tamaa imeisha. Wewe unajua kwanza maneno aliambiwa na watu 30. Yote yamebaki moyoni. Huyu mtu manake huyu anatakiwa pelekwa ICU. Ilibidi tumpeleke ICU. Mamake alikuwa na uwezo. Tunamsaidia mpaka akawa sawa. It's a process. Kuna sana kwambia msanii kaa hapa. Naambia our plan to discuss utoke hapa. Kwa sababu huyu mtu hawezi kukaa kwenye ndoa ukioa huyu mtu. Umwambia sende out. Usimwambia yani atakwambia umrizishi, umfurahishi, unipendi kila saa na kuona watu wengine wanapendwa, angalia fulani. Wewe unajua kwamba ni shida ya kumpenda. Kila siku unahangaika na kumletea maua, maana jaji maua yako hujamletea muogo, unagundua hizo shida ya ndoa. Watu wa Bwana, you are dealing with the wrong person. Alishaumizwa a long time. Find a woman ambaye ana mambo mengi. Wala zawadi ukimletea umeamua. Am I right? Sijasema usipeleke. Sio mambo ambayo yako kwenye agenda yake. Kwamba upendo wake uendeshwe na zawadi. Ndio maana Mungu akitukataza vitu ni for our own sake. Sema si hatujui. Wewe ukishamaliza kulala ujina wanaume wote na wanawake wote kwa duniani. Wewe kama ukishataka wewe lengo lako ni kulala na wanawake na wanaume, usioe, uwezi bila kuponywa moyo na kubadilishwa na huyu Yesu. Kuna principles za kuhili moyo wako. Kwa sababu hazina yako yote kwa wanawake na wanaume. Unawezaje kuamka asubuhi kumpenda mwanamke mmoja ukasema huyu ndio mke wangu? Uwezi. It's hard. Tukizungumza vitu anasema mtumishi una imani. Mimi na imani. Mimi naongea ukweli kwa sababu nishajua ukweli. I've been doing all research unazotaka kwenye dunia. Mtumishi wewe kwenye kwaya ni kuchiti tu. Unaona kuna boy master. Afu unasema siku moja unaolewa. Mimi na mume wangu tu. Maana huyo mtu kuna namna akishikwa vizuri na mtu akadanganywa, anachomolewa. Na unasali kanisa moja. Unamaanisha kwa nini? Kwa sababu hajahili moyo, hajaponywa moyo. Wokovu ni unakuleta kwa Yesu. Yesu ana process nyingi za kukusaidia. Na ndio maana amesema neno lake likae kwenye moyo, kwa sababu lina nguvu hata ya kutambua nafsi ya mwanadamu. Inafahamu unachokitaka before. Ndio maana ukitaka hata kukosea nafsi yako inaanza kuumia. Manake moyo na neno la Mungu linakupa taarifa kwamba hii njia sio, acha. Manake wewe unafahamu kwa sababu linajua mapenzi ya Mungu, linajua mapenzi ya mwanadamu. Ndio maana neno la Mungu linakubadilisha. Sasa unakuja kanisani unatafuta level za maombi hapa, you will fail like crazy.
Ukishakuja kanisani tafuta level za kumjua Mungu, watu wa Bwana. Sio level za maombi, watu wa Bwana. Sio mimi naomba masaa 8, masaa 9. Wewe kaombe, kakae na mlima na uombe, na kwenye miti uombe. But you never change until umekuja kurealize Mungu na neno lake ni la muhimu kuliko unachokifanya kwenye dunia. Wewe fast na upate na ulcers, but it will never change your life. Ndio maana Mungu ameliheshimu neno lake kuliko maombi yako, watu wa Bwana. Amelikuza ahadi yake kuliko jina lake, which means the word of God above is his name. Anamaanisha kwamba neno lake lina nguvu kuliko your activity katika mambo ya kiroho, hayo mifungo sio na makarakara unayofanya. Ndio maana neno la Mungu kilijaza linakutransform, linakubadilisha, linakuchange na linajenga hazina ya Mungu ndani yako. Maana yake ukikaa sehemu fulani, what you speak is God voice, what you speak is God breathe, and ina breathe ndani yako. Kile unachoachilia ni power inayoleta mabadiliko, watu wa Bwana. Hii mambo ya levels za maombi zitawaua kwenye kanisa. You'll die na fasting unazozifanya, watu wa Bwana. Ukishapata ufahamu ndo invest huwa mambo mengine, watu wa Bwana. Watu wengi wakishakuja kwenye kanisa wanachokimbia ni neno la Bwana. That's why kwenye makanisa ambayo yanafundisha cheap gospel, mambo ya deliverance na uongo wa shetani, mambo sio yamekamatwa na laana za familia, ndio watu wamejaa hapo, wamekaa wanakaa kuondoa laana. Nisikilize, hakuna laana inaondolewa kwa kupewa keki, hakuna laana inavunjwa kwa mafuta, watu wa Bwana. Laana inavunjwa kwa kujua Kristo na kufahamu Kristo alikuondolea laana zote. You are free. Ndani yako ni mtu huru katika jina la Yesu Kristo. The word of God can transform you and become a person ambaye Mungu anataka awe. That's why uje kukuta mtu anasoma engineering yuko kwenye nani, yuko kwenye darasa la uhasibu. Sijui unanielewa. Unasoma civil uhasibu na utafuta nini huko? Unaingia darasa la sheria la nini? Maana yake ni kwamba unafundishwa masomo ya civil yanakutengeneza kuwa civil engineer basi. Ukitoka hapo wewe ni civil. Neno la Mungu linakutengeneza jinsi Mungu anataka uwe. Inamaanisha huwezi kumjua Mungu kwa maombi. Huwezi kumjua Mungu kwa sababu unafunga sana. Huwezi kumjua Mungu kwa sababu unatoa sadaka, watu wa Bwana. You'll know God if you kiamini, ukiishi kwenye lake na ukaliamini, watu wa Bwana. Ukiamini kwamba Mungu alichokisema ndio hai. Uhai haupatikani nje ya neno la Mungu. Na sasa akasema my word is life. You cannot find another life except in the word of God. Nini kinatokea? Unakuja kanisani, unaanza ujinga. Mungu anakuandaa kuwa a giant. A giant, kuwa giant sio kwa hela nyingi. Kuna watu wana hela nyingi lakini they are weak. Kuna watu they are great man of God but they are weak. Weak kabisa. Weak, yani weak. How do you know? You cannot even teach the word of God. Leo ni siku yako kuondolewa. Amen. Leo ni utavushwa. Amen. Naona mtu mmoja akiondolewa. Nisikilize. Eti declare na mimi, watu wa Bwana. Declaration hazibadilishi maisha yako. But what you know na what you live ndani yako ukideclare na ukakiishi declaration unazo declare, that's how life will change. I'm telling you. Unasema man of God naongea kitu gani? I'm speaking whatever unacho declare na kiishi ndani yako, you are wasting your time. Kwa sababu ulimwengu wa roho hauangalii maneno, unaangalia maneno yanatoka location ipi. Will your location matters when you speak whatever you speak. Ndio maana Yesu akasema watu wao wanaheshimu kwa vinywa vyao ila mioyo yao iko mbali na mimi. Ni wanafiki, hypocrite. Na katika ulimwengu wa roho whatever you declare kiishi ndani yako ni hypocrite, yani ni mnafiki, watu wa Bwana. Whatever you do must come from your heart. Ndio maana namwambia if you want to give alafu unalalamika, don't give. Never. You have to be happy. Unaniambia kitu gani? Yaani sikiliza, nyinyi mnajua Mungu anaandaa watu kuwa watu sahihi kwa ajili yake. Mungu akitaka kukupa wito, Mungu akupi wito kwanza. Mungu anakutengeneza moyo first. Then Mungu anaanza kuidentify alichokupa ndani yako, watu wa Bwana. Anakiacha kikae huko ndani mpaka umeanza kuelewana. Na ndio maana itafika sehemu utakuja kugundua ni mtu mkubwa, sio kwa sababu ya ukubwa wa hela, ni ukubwa kwa sababu Mungu amekudestina destiny kubwa na wewe, watu wa Bwana. Become a giant is not about how much you aim watu kwenye dunia. It's how much Mungu amekaa kwenye moyo wako. Namna moyo wako unaweza ukazuia mambo mengi yasiingie huko ndani. You can control yourself, watu wa Bwana. And you're supposed to live long. Usive haraka. Because you protect moyo wako. Wanaambia nini? Every bad decision zinatoka kwenye moyo wako.
Every good decision zinatoka kwenye moyo wako. Chochote unachoamua leo kinakaa ndani yako. Huwezi kuamua kitu kwa kipasiu kama kinakaa kwenye kinywa. Utakipasiu kama kinakaa kwenye moyo. Inamaanisha hazina ilipo, nenda kaiamishe, kamjaze Mungu uko ndani. Watu wa Bwana, wekeni program nyumbani kwamba tuna muda wa kumtafuta Bwana kwenye nyumba, tuna muda wa kufanya kazi, tuna muda wa biashara, tuna muda wa kila kitu. Manake wekeni timetable ambazo ziko very strict. Kuna siku mtakuja kurealize kwamba Mungu anatamani muwe watu wakubwa, lakini Mungu anawaandaa ili Mungu unlock. Kuna siku unapozidi kukua ndio Mungu anakuunlockia jambo lingine, na hili nalo Mungu anambia na hili tena. Kuna siku unakuwa Mungu ana-unlock jambo na hili tena, anambia na hili tena Bwana. Maana kuna connection na different favor Mungu atakupa. Utakundua kuna biashara Mungu anazi-unlock in your life, na hii unaambia na hii hapa tena. Maana Mungu ana-unlock vitu vingi, anakupa opportunity. Kila ukikaa unajikuta ufahamu wako uko very free. Yaani kiasi kwamba kuna vitu vinakuwa unlocked. Mungu anakuambia kuna wafanyi fanya na hichi, namna hii fanya, nenda hivi, nenda hivi. Na unagundua sasa huyu ni Roho Mtakatifu ana operate pamoja na mimi. Kwa sababu gani? Moyo wangu haupitishe ujinga tena. Watu wa Bwana, usiallow moyo wako kupitisha kufeli, kushindwa, kukata tamaa. Allow moyo wako kukua. When you put moyo wako kwenye biashara, siku biashara ikayumba, utakata tamaa. But when you put moyo wako kwa Bwana, kwenye neno lake, siku biashara ikayumba, kwa sababu umejengwa katika mwamba, you'll never be shaken. Inamaanisha you'll never be shaken. Nisikilize, the business itaheshimu msimamo wako. I don't know kama mnanielewa. You guys are giant when you know what you know. Do you understand? Watu wa Bwana, you can speak na mlima na ukatii. Yesu anasema ukiwaambia mlima ng'oka utakutii. Nisikilize watu wa Bwana, tunataka watu ambao milima ikija, they can speak na mountain down, na kuambia mountain get out here in the name of Jesus. Na sikatii your voice. Kwa sababu gani? Kwa sababu umemjaa Mungu na umejengwa kwenye mwamba. Watu wa Bwana, you are not shaken kwa sababu ya situation na mamlaka unayopitia. But let me tell you, biashara yako sio mwamba. Wewe mjui biashara ndio. Unaona biashara yako ndio yani ndio kitu kwenye shida kuliko vitu vyote. Wala unafanya biashara unanielewa. Yaani kila ukiamka matatizo ya biashara yako ni makubwa kuliko utulivu unaopata. Kwa sasa kuna unaongea na wafanya biashara. Kwa sababu lazima mfanye biashara wote. Umeajiriwa, fanya biashara. Usiniambie Mungu ameniambia mimi na destiny ya kuajiriwa. Kana destiny yako. Tuache sisi. As long as unataka kuexpand, lazima karama Mungu alizokupa na uzifanye kazi. Explore, expand. Are we together? Unasema kitu gani? Ziko biashara nyingi hazihitaji hata uso wako, hata uwepo wako. Zipo za kila aina kwenye dunia. Unajua Mungu amewapa watu ufahamu wa kutengeneza biashara ambazo zingine hazihitaji sura za watu. Hata wajui sura yako ikoje. Sasa katika ulimwengu wa roho, kilichokuwa na shida kule ni kazi yako unayofanya. Acha niwatetee. Kila ukiamka kuna makwazo. But kwa Yesu ndio hakuna makwazo. Imagine in Jesus hakuna makwazo. But yani biashara yako ina makwazo from morning to evening. Kuna hichi akienda, hichi kinaenda, hichi kinafanya nini? Huyu sio kafanyaje? Huyu kafanya. Yaani utakundua ndio kitu kadhaifu kuliko vitu vyote ulivyobeba kwenye maisha yako. Ni that business unaifanya. Unasema nini? I'm telling you. Na nakubaliana na mimi. Do you agree? Yaani biashara yako ishukuru tu umesimama. Mngekufa wote. Biashara inaweza ikakufanya ukaamka asubuhi hata una energy ya kuwaza chochote. Unataka tu upewe tena chakula ulale. Kuna kitu Mungu anajenga ndani yako. Yaani vitu vyote ambavyo tumevipa nguvu ndio havina nguvu. Everything ulichokibeba na unachokiamini kitakuwa hakina nguvu. Only Jesus Christ can make that thing simame. Kwa sababu wewe ndio utasimama. Wewe ukisimama hakuna kinachokufa. Watu wengi wanaenda kwa watumishi wa Mungu wamekufa kiroho. But when you find a man ambaye ameshafanikiwa kwenye ulimwengu wa roho, amejua moyo wake, akija kwa mtumishi wa Mungu anamwambia things as end, but anaongea with faith.
kwamba nakwambia the only thing I need, one of God, nataka niunganishe my faith with your faith, pray for me. Sasa mtu namna hii na aliyekufa kiroho tofauti yake ndio hiyo, kwamba huyu biashara imeua maisha yake. Huyu hapa amegundua kwamba anahitaji push somewhere. Anakuja akiwa na hope na imani kwamba we are going to, maombi yanayotajibiwa haraka. Ya kwanza atajibiwa ni ya huyu aliyekuja na imani. Ya huyu aliyekufa moyo, inabidi kwanza aponye moyo, akae sawa sawa, then tupate imani ya kuombea biashara. Ananiambia kitu gani? Unaweza kumwambia Mungu akamsaidia vitu vitatu. Akasema moyo umepona. Mungu akikusaidia kwa sababu amekupa hela, hajakusaidia. Amekutuliza ili usiondoke nyumbani kwake. Anakupa kama ni kama anakupetipeti bana, unajua una uchanga. Mungu anachokifanya ni nini? Ukimwamini Mungu, ukiwa unapitia wakati wote, hata ukienda ukaombewa sehemu, Mungu anachokifanya ni nini? Anakupa power ambayo unaanza kuamini vitu ambavyo hujawahi kuamini kwenye maisha yako. Kesho ukiamka asubuhi vitu vinaanza kuhappen hujawahi kuona. Sio kwa sababu tu uliombewa, ni kwa sababu ulijazwa nguvu ambayo uliamka una energy. Yani kiasi kwamba uambiwi kwamba jambo, yani manake wewe ndio wa kwanza kuitamkia hicho kitu kwamba kwa maombi yaliyofanyika jana kuna kitu nimepokea. Ndio maana the only thing Mungu anachokupa ni power, which mean power. Anasema nguvu inachokusaidia ni ikikutana neno la Mungu ndani, linakufumua huko ndani kiasi kwamba you feel yourself kwamba hakuna cha kunishinda kwenye hii dunia. Watu wa Bwana, huwezi kuwa na imani na biashara ikafa hata siku moja, au kazi yako ikapotea. Haiwezekani watu wa Bwana. Eti mimi nimekata tamaa. Wewe kata tamaa. Ukikata tamaa, kumbuka kuna siku unatakiwa uinuke na mambo yaende. Wakati unakata tamaa na vyote vile kuzunguka vinakata tamaa, kwa sababu where your heart is, where your treasure is where the heart is. Moyo wako una follow ulipo. Mkikata tamaa, even unachokiamini na yeye kinakata tamaa. Ukikata tamaa, even your business inakufa. Hata hakuna mteja anakutafuta. But siku umeinuka ukasema no, in the name of Jesus Christ, I'm not supposed to lay hapa. Huu ni ujinga. Siwezi nikawa nimekaa hapa na Mungu ananifundisha kila siku, afu na uruhusu moyo wangu upepo unaingia kiasi hichi. Sitakubali katika jina la Yesu Kristo. Moyo wako unaanza kuhama na Bwana katika level mbalimbali na dimension mbalimbali. Manake when you speak about anything inakuwa inaitengeneza life. Manake kinakuwa maisha, you declare things na kinywa chako kinatoa moto. Watu wa Bwana, ndimi za moto zinafanya kazi kwenye ile eneo. Wewe ukasema biashara umeniua kabisa. You'll never tafuta sababu ya kwa nini umeumia. Usikubali. Nataka tukaombe. Umefunga. Usikuze umefungiwa. Maana unaona mtu amenifungia kwa niaba. Funga siku zote 15. Never cheat. Tunataka Wakristo waaminifu kwenye ufalme wa Bwana. Fasting is good. Fasting is good for your health also. Fasting is good for your life. And when you fast, usile machakula mengi sana usiku. Sasa unakomoa breakfast, lunch. Eat very well. Eat clean. Are we together? Your spiritual life inahitaji mtu ambaye pia ana afya nzuri. Moyo wako nao unahitaji afya nzuri, watu wa Bwana. Unaambia unajuaje? Tutakuja kufundisha siku moja. Ndio maana most of people wana depression ni watu wanene. Obesity, hakuna mtu ni obese na furaha. I'm telling you. Na akianza kuwa na hiyo hali huwa hapungui na nazidi kunenepa tu. I'm telling you. Kupungua ni jambo la moyo. Inabidi watu wahili moyo wake kwanza ndio aanze kupungua. Hivi tunafahamu. Unajua kuongezeka pia ni moyo. Sio chakula. Kuna mtu anakula cheese ile nenepe. Unafahamu wewe unakula cheese na unenepi, kila siku unakula cheese, wewe ni hatari sana. Imani cheese na inenepesha out faster. Imani especially kama cheddar, ile cheddar ni cheese ya njano. So unafahamu? Ina tabia, kwa sababu ina tabia kunenepesha watu haraka. Unakula majanki unenepi na masukari, wewe una shida ya moyo. Ukiona mtu ana moyo mzuri, moyo wake uko at peace, akila tu ice cream siku 2 kashaongezeka kilo 1. Ukishakuwa na furaha ndio unagundua unatoka kupunguza chakula. Kwa sababu kila unachokula kinaingia kila sehemu. Unarizika. Na ndio siku utagundua kwa nini watu wakiona wananenepa.
Alafu baadaye unaanza kukonda. Ile wiki ya kwanza kila mtu ana tumbo, kwa sababu hakuwaga na furaha nyingine. Kuna furaha amepata, na wananepa ni wanaume. Ask yourself, kuna kitu walikuwa wanaangalia. Baada ya muda wanaanza kukonda tena. Vipi? Wanakuambia sielewi. Sielewi kabisa. What don't know what happened. I came to realize the moment nimekuwa happy na the moment natakuwa nile vizuri. Yaani maana kila na natakiwa uwe active. Kila chakula unakula tu majani unanenepa. Hata salad zinakunenepesha. Punguza salad. Yaani kila kitu unatukula kiasi. Sio, mnanielewa ninachokisema? Zamani ulikuwa unakula mara 3, kitu mwili haubadiliki watu bwana. Unakula saa asubuhi, saa 4, saa 6, saa 8, saa 10, saa 2 usiku. Na saa 4 unakuja tena na vitu vingine saa 5 usiku. Kitu kimebaki hapa tu hivi. Kwa ni uongo. The moment unaanza kuwa na furaha, mtindi tu unashiba. It is not about food. It's your heart. Linda sana moyo. Malizia kwa kusema, kuliko vitu vyote ulindavyo, baka ndipo zitakapo chemchem za uhai. Linda sana moyo wako. Hapo ndio amani inakaa ya Yesu Kristo, ipitayo fahamu zote. Joy inakaa in your spirit. Joy ni matokeo ya amani, which means moyo wako ukishakuwa na calmness, unazalisha hormones inaitwa joy. Maana amani inaashiria ni Mungu amekaa vizuri kwenye moyo wako. Then unaanza kushangaa, unasikia joy ndani. Ukapo unaelewa joy ni ile ambayo inakufanya unalia tu, ujue unalia una shida gani. Unafuraha mpaka unalia. Unafuraha mpaka unaweza ukawa soba. Ushakuwa na furaha kwa soba. Unafuraha mpaka hutaki kuongea. Yaani kuna furaha mpaka mate yako yanakuwa yana ladha fulani ambayo siwezi kuexplain. Unafuraha mpaka viungo vyako unasikia ni vyepesi, watu wa Bwana. Unafuraha kiasi kwamba ukaambiwa ukakimbia kilomita 10 na hujawahi kukimbia, unakimbia siku hiyo. What man? Unafuraha kiasi kwamba ukisikia tu habari za Yesu machozi yanakutoka. Unafuraha kiasi kwamba ukienda kwenye uwepo wa Bwana you'll cry like a baby. You feel like you have everything in this world. I know kila mtu amesha experience such a thing. Wagi mtoka retreat mna hiyo furaha, kwa sababu mlifungiwa same rehab. Moyo mbele kwa rehab siku 3. I wish what you receive in that retreat na kuja usikipoteze tena. Retreat inayokuja itakuwa very powerful. Very powerful. Make sure you'll come. You and your neighbor. Kama kuna mtu na shida utamlete retreat. This time, if you have issues kuja retreat, bring them. Kutakuwa na healing. Kutakuwa na process nyingi zinazoendelea retreat. We are prepared for it. Na kama shetani alikuwa anafikiria kwamba kuna namna anaweza kutupiga vita, sisi wenyewe ndio vita. We become vita. Paka hatuna vita tena. Are we together? Hata tukaombe. Sifahamu moyo wako ulipo. Nataka Mungu akusaidie, kupe grace. Popote moyo wako ulipo, mwambie Bwana, nimegundua kabisa baada ya kusikia neno lako, I want to change. I want to give you my heart. Take my heart. Take my heart. Ukimpa Mungu moyo wako, umempa maisha yako. Umesurrender your life kwa Bwana. Umesurrender everything kwake, kwa sababu kila kitu kiko ndani ya moyo wako. Everything that you carry is in you. Shughulika na kila tabia unaifahamu imekuwa too much ndani yako. Mazoea yamekuwa too much. Kwa kusikiza neno la Bwana na kuomba kila wakati
na kuiambia hiyo hali kwamba Mungu, mbingu isiyopandwa ambayo sio ya Mungu ndani yangu lazima iondoke katika jina la Yesu. Biblia inasema hata jana tulifanya maombi, pandikizi ambalo Mungu akulipanda ndani yangu lazima liongoke. You have the right to declare kwamba kila kitu kilichopandwa in your spirit ambacho sio cha Mungu na kinamzuia Mungu asioperate na wewe, mwisho kuanzia leo na sasa, katika jina la Yesu Kristo, tunatamani kufanya biashara na kuishi na kumtumikia Mungu tukiwa ni watu wenye amani ipitayo fahamu zote katika jina la Yesu Kristo. Tunatamani kuwa ni watu ambao tunamtumikia Bwana, tunafanya kazi, tunafanya maisha, lakini tunakuwa na amani ipitayo fahamu zote kwenye mioyo yetu, watu wa Bwana. Tunatamani muwe na ndoa ambazo zinapita na amani ipitayo fahamu zote katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mahali palikuwa na uharibifu, katengeneze katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. If that the word zimetamkiana na zimebaki na nafsi zenu, kaziondoe katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kilichobaki na chokobaki ndani ni Bwana na ahadi nzuri na mipango mizuri ambayo Mungu aliwapangia katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, asante. Hawa ni watoto wako. These are your people. Nimesimama mbele zako Bwana kwa waliopo hapa na watusikiliza kwa njia mbalimbali. Hata wataendelea kutusikiliza Bwana, na ili neno litaendelea kuponya, sio leo tu, itaponya maelfu na maelfu watalisikiliza Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu, hazina ya watoto wako inapaswa kuwa wewe na so what they own. I stand kwa maombi haya kwa heshima mbele zako, kwa sababu Mungu ulinisaidia mimi na unaendelea kunisaidia Bwana na moyo wangu, na ile neema ulionipa ndani ya kujua moyo na nafsi ya mwanadamu inavyoperate. Kwa sababu Mungu, hawa wananifuata mimi. They believe I'm your servant. They believe you call me. And whoever who believe, I connect with them spiritually. That grace ulionipa Bwana, I transform kwao katika jina la Yesu Kristo. I transform that grace. I transform that grace. I connect with you katika ulimwengu wa roho. There is no distance between me and you. Grace Mungu alinipa na yaachia kwako katika jina la Yesu Kristo. You will serve God differently from today. In the mighty name of Jesus Christ. Atakombe. Inawezekana kuna mahali moyo wako umestaki. Inawezekana unafahamu what you are dealing. Unadeal sometimes na unknown nyingi tu kwenye maisha yako na hujui why am I dealing with unknown things. I need to be straight. I need to understand what I carry. You'll never hear the voice of God kama moyo wako umeutapanya kila sehemu. Lazima moyo wako urudi kwa Bwana. Inawezekana unamtamka Mungu kwenye kinywa, but moyo wako hauna connection na maneno unayosema. Inawezekana hamu ya kupenda la Bwana imeondoka ndani au imepungua ndani. The way ulikuwa ukimsikiliza Mungu na neno lake miaka na miaka inazidi kupungua kwa sababu ya shughuli za dunia. Nataka nikuhakikishie, Mungu hata uwe busy kiasi gani, usikubali kiu ya kupenda neno lake kaondoka juu ya maisha yako katika jina la Yesu. That is a sign ya moyo unaanza kuadapt tabia mpya na kubeba miungu mingine na kubeba tabia zingine na kuleta habari zingine ndani ya moyo wako. Katika jina la Yesu, endelea kuomba, endelea kuomba. Zungumza na Bwana, open your heart wherever you are, wherever you are. This is a very serious business. Watu wa Bwana, I know if you pray, if you pray, something big will happen to you. Something big will happen to you. Something big will happen in your spirit, in your life. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo, ninasimama mbele zako Bwana kwa neema ulionipa Mfalme. Katika jina la Yesu, saidia watoto wako. Touch them. Allow Holy Ghost. Umefunga kwa ajili ya kufunguliwa na Bwana.
katika jina la Yesu Kristo. Lift up your voice. Kuna maeneo unafahamu kabisa Bwana anaenda kubadilisha sasa, katika jina la Yesu Kristo. Mungu anaenda kubadilisha sasa. Wewe ni manager, wewe ni mtu mkuu, wewe ni director, wewe ni mtu mkuu, wewe ni mtumishi wake, katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana kuna mazingira umekaa, hayo mazingira yamekontrol maisha yako kiasi kwamba mpaka Mungu anakosa nafasi ndani. Umeanza kubadilika, hata ule uwepo wa Bwana umekuwa kuna wakati unasumbua ndani, unaharibu moyo wako. Kuna sehemu utashindwa kufika, sio kwa sababu Mungu hayupo, ni kwa sababu moyo wako umeufungulia vitu vingine vingi, ukamfunga neema ya Bwana isiendelee kufanya kazi na wewe, katika jina la Yesu Kristo. I pray in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Watoto wako Bwana wapo mbele zako, wapo kwenye utukufu wako, kwa jina la Yesu Kristo. Popote ambapo Bwana wanapo struggle ndani yao, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya mioyo yao imekuwa open sana, na ifungua mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. I open their heart kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Bwana tembea pamoja nao, vuka ndani yao kwa jina la Yesu. Fungue mioyo Bwana majeshi, hili mioyo yao kwa jina la Yesu Kristo. Kila ambacho kimewakwamisha Bwana, kila ambacho kimewachukua Bwana, kila kimechokaa ndani kuliko mfalme utukufu Bwana, I stand as a king, I stand as a king katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo. I speak your freedom, natamka uhuru wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. I declare your freedom, I declare your freedom. Yao mazingira kata. Simama pamoja na mimi katika ulimwengu wa roho. Nataka nisikie mtu akiomba na Bwana anakusaidia sasa. I can see the grace of God. I see the grace of God ikikuinua tena katika jina la Yesu. His grace is uplifting you. His grace is uplifting you katika jina la Yesu Kristo. You will never lack anything. You will never lack anything. From today I can see transformation. You are transformed kila sehemu katika jina la Yesu Kristo. Kila sehemu unapo struggle katika ulimwengu wa roho, Bwana anaenda kufix moyo wako tena siku leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kila mazingira la kuzuia kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Thank you Holy Spirit. This is a very serious business. Mwambie Bwana, I need grace kwenye eneo fulani. I must come out kwenye ile eneo siku ya leo. I am not allowed Bwana kuendelea kubaki hapa, na grace yake itakusogeza mahali hapa. I can feel the power of the Holy Ghost in this place. I can feel the grace of God. I can feel the movement. Kataa kuendelea kubaki hapo. Umesafa kwa muda mrefu, moyo wako umeukalisha hapo, kwamba kuna level unashindwa kwenda kwa sababu Bwana amesema mwisho kuanzia leo. Usikubali kabisa. Agree pamoja na mimi katika ulimwengu wa roho, and you will feel the movement of the Holy Spirit. You will feel the touch of the Holy Ghost. Utasikia Roho Mtakatifu kaanza kufix ndani katika jina la Yesu. Haya mazingira uliokaa kila siku ya kujipromise vitu na ufanyi, katika jina la Yesu Kristo. Haya mazingira Mungu akukuita ukae hapo kwa jina la Yesu Kristo. Karabashaka ribo sandaraba kandarabashaka. Na utoa moyo wangu kwenye hizo hazina mbaya. Jiambie katika ulimwengu wa roho, na utoa moyo wangu kwenye hazina mbaya. Toa moyo wako kwenye kila hazina iliyokaa. Vunja hiyo hazina katika ulimwengu wa roho. Mwambie Bwana, nakupa moyo wangu sasa. Narudisha, naomba nipe moyo umepesi ndani yangu. Nipe the willing spirit in my heart, ambayo ni moyo unakubali wewe kuliko vitu vingine vyote, katika jina la Yesu Kristo. Moyo wako unapaswa umkubali Bwana, uwe humble mbele zake, uwe na furaha mbele zake kuliko vitu vingine vyote. Hakuna magonjwa yanaweza kukusababisha kurudi nyuma. Kifo hakiwezi kurudisha nyuma tena. Hakuna kitu kibaya, hakuna biashara kurudisha nyuma, katika jina la Yesu Kristo. I speak freedom
katika jina la Yesu Kristo. Rapashaka kandarabosaka kondarabashaka kandarabasaka kandarabashaka, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. It's a season ya moyo wako kuweka huru sasa. It's a season ya moyo wako kutembea kwenye freedom. It's a season ya moyo wako kujaa mambo mengi, kila ujema uliopewa na Bwana. It's a season ya kujaa utukufu wa Bwana. It's a season ya kutembea kwenye mambo makuu. It's a season ya kutembea na Bwana. It's a season ya kufurahi na nyumbani kwa Bwana. It's a season ya kujibiwa majibu yako ya maombi hata unayoomba katika jina la Yesu Kristo. It's a season ya kutembea kwenye utele, kwenye fullness. It's a season ya kutembea kwenye baraka za Bwana. It's a season ya kutembea kwenye favor katika jina la Yesu Kristo. I pray with you. Thank you, Holy Ghost. It is well. This week, you're going to experience the grace. In Jesus' name. Do you want favor this week? This week? I want you to believe God right now. I want to pray with you. What you can do. Kwa imani yako, Mungu alikupa. I have faith. Mungu ameniambia atakupa tu favor kwenye kila eneo ambalo kuna unahitaji msaada wa Bwana. I hear the word favor and you'll be favored katika jina la Yesu Kristo. Whatever this week, kama kuna kitu unataka kuaccomplish kwa ndani yako, kama kuna mahali unataka kuitwa this week, utaitwa katika jina la Yesu Kristo. I connect you in the name of Jesus. Father, I pray. Tell God what you want. And mimi nikiendelea kumwambia Bwana na unaomba, kuna kitu unapokea sasa katika jina la Yesu Kristo. Omba. Whatever unachotaka this week, I connect with you. I speak with your week from Monday to Friday to Saturday. Katika jina la Yesu na Sunday. Kila grace unayohitaji na kila favor unayohitaji this week, I connect with you katika jina la Yesu Kristo, na kila favor katika jina la Yesu Kristo. Thank you. Mwambie Bwana what you want. Mwambie Bwana this week. This week I pray. Wiki yako ikawe baraka tena katika jina la Yesu Kristo. I pray this week afanikiwe, milango itakafunguka katika jina la Yesu Kristo. I pray milango ya kimaisha, kineema, kihuduma, kikazi, kibiashara katika jina la Yesu Kristo. Because you are in favorite wake, the favor will operate with you. Because you are his favorite will operate with you katika jina la Yesu Kristo. I connect you with the right favor. Wherever you go, whatever you touch shall be blessed this week katika jina la Yesu Kristo. Someone somewhere will favor you katika jina la Yesu Kristo. Someone somewhere will favor you katika jina la Yesu Kristo. Someone somewhere will favor you katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, your voice will matter this week katika jina la Yesu. Ninafungua wiki yako ikawa baraka tena kwa jina la Yesu Kristo. Because you came here, because you have this voice, I speak as a man of God, I speak as a leader kwa jina la Yesu Kristo. Popote utapokwenda kwa jina la Yesu Kristo, you will be favored, kwa jina la Yesu Kristo. Usiombe. I want you to receive. Whatever you ask, it's time to receive. Father, I pray in the name of Jesus Christ. These are your children. Ninaachilia your favor wanahitaji, na milango wanahitaji ifunge Bwana majeshi, kwa sababu wameomba na mimi naiachilia kwao sasa. Take it in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, I open milango yako this week, ufanikiwe tena katika jina la Yesu Kristo. Maisha yako kwa baraka na kwa baraka kila utapotia nyayo zako kwa jina la Yesu Kristo. On the right high, I connect you na kila msaada wa Bwana. I connect you na favor, kwa sababu where you are his favorite. Utakuwa favor, kila utapogusa kitafanikiwa tena katika jina la Yesu Kristo. Your plan will be established this week katika jina la Yesu Kristo. Holy Spirit is touching you.
I can feel the movement of the Holy Ghost. Mungu akubariki tena, Mungu akuinue tena. Mungu abariki sadaka zako katika jina la Yesu. Tunatoa mahali hapa siku ya leo na tunatoa online katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sadaka tutoka mfalme wa tukufu Bwana. Na mbariki na kubariki mfalme. Tunaweza kumshukuru Bwana wherever you are. Mshukuru Bwana, it is well, it is well. Mshukuru Bwana. Mwambie asante, it is imeisha katika jina la Yesu Kristo. Ukiondoka hapo, ondoka kama mshindi, ondoka kwa imani tena. Wewe ondoka, wewe ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. This week milango yote imefunguka katika jina la Yesu Kristo. Go and celebrate favor kila sehemu utapopita. Nenda kwa imani kwenye kila mlango katika jina la Yesu. Fanya kwa imani tena katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu ya ibada ya mfalme tukufu Bwana. Tunakushukuru kwa sababu Mungu umetubariki watoto wako mfalme. Umewainua na kuwatukuza juu sana. Baba, nasema ni asante kwa ibada ya mfalme tukufu Bwana. Imeweka alama kwenye maisha ya watoto wako mfalme. Watakumbuka neno lako mfalme. Watakumbuka sauti yako Bwana. Endelea kuwatunza na kuwakuza Bwana. Endelea kuwafuatilia watoto wako Bwana majeshi. Endelea kutembea pamoja nao mfalme. Kuza maisha yao ya ndani Bwana. Kuza their spiritual life Bwana. Move in their spirit Bwana majeshi. Tembea ndani yao mfalme tukufu Bwana. Wafanikishe Bwana majeshi. Jaa kwenye mioyo yao Bwana. Wagusa na kuwakumbusha kutembea pamoja na kila siku Bwana. Katika jina la Yesu tuna celebrate ushindi Bwana mbele ya utukufu wako mfalme utukufu Bwana. We are celebrating your death. We are celebrating your victory katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ushindi Bwana. Kila uliposhinda tumeshinda mfalme utukufu Bwana. Asante kwa utukufu wako Bwana. Asante kwa kanisa lako Bwana ambalo linazidi kuongezeka na milango inazidi kufungwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa habari mpya this week Bwana majeshi. Mungu zao zitafahamu na kujua Bwana kuwa hakuna aliye kama mfalme utukufu Bwana. Tunakutukuza mahali hapa mfalme. Wabariki watoto wako mfalme. Endelea kuwatukuza na kuwajenga. Endelea kuwakuza na kuwafanikisha kwa ajili ya sifa na kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Put your hands together for Jesus.